Namrudishia Mungu ni asante. Nilikuwa nimekamatwa hii weekend on Friday. Askari walikuja kama gari mbili kwangu, wakafunja mlango yangu, wakiniambia mimi nimeua mtu. Lakini sijaua mtu na mimi si muuaji. Ile maneno ambayo wananikamatia ni maneno ya siasa kwa sababu tunaambia Ruto ukweli. Na sisi nataka kuambia OCS wa Kisii Town Central. Mimi si muuaji. Nimewekewa kesi ya nilifahamia mtu wa assault, badala waseme ukweli mimi naambia Ruto ukweli, wanaanza kusema mimi niko hapa na kosoa serikali. OCS anaanza kuniambia Ruto alishinda nyinyi akiwa na akina Matiang'i, akiwa na serikali mzima, akapita katikati akawashinda. Yes, William. Mimi nataka nikwambie hivi. Wacha kudanganya wa Kenya eti unga imeanguka bei, unaanza kututangazia bei ya supermarket, offer sama supermarket. Umeanza kusema wewe ndio umelegeza bei. Kwani sisi ni wachinga, ugali tunanunua wapi? Nataka kuomba Honorable Raila Amolo Odinga, the President of the Republic of Kenya, utangaze zile makanisa zitakuwa tukienda. Kwa sababu nimeona kanisa zingine zina kuingilia. Asioni ile ujungu tunapitia hapa. Sijui kama makanisa sawa kuna sadaka, watu wanatoa sadaka. Leo nataka kujiuliza wanaheshimiwa ya kwamba tumeanza kutafutwa kwa sababu ya kuongea. Hivi majuzi siku mbili zimepita kwenda hapa nyuma, huyu mbunge wa South Mugirango ambaye alichaguliwa na Kenya Kwanza, Silvanus Osoro, alinitumia kundi lake la watu 60. Wakanikujia, wakanifahamia, walikuwa wanataka kuenda na mimi lakini wananchi wakakataa. Kama kawaida kwa machina ni Pogba. Na salimu wanaazimio wote Kenya mzima, nikianza na kiongozi wetu Raila Amolo Odinga na gavana wangu Paul Simbalat. Sasa mimi leo nataka kujiuliza wanaheshimiwa ya kwamba tumeanza kutafutwa kwa sababu ya kuongea. Hivi majuzi siku mbili zimepita kwenda hapa nyuma, huyu mbunge wa South Mugirango ambaye alichaguliwa na Kenya Kwanza, Silvanus Osoro, alinitumia kundi lake la watu 60. Wakanikujia, wakanifahamia, walikuwa wanataka kuenda na mimi lakini wananchi wakakataa. So mimi nilienda nikaweka report. Sasa hivyo mimi maisha yangu mwenye amepepa maisha yangu ni Silvanus Osoro. In case chochote kikitendeka, gavana na papa mfuatilie hayo na wanaazimio wote. Jambo lingine, nilisikia Gashala akisema ni sharti kila mtu atetee mdosi wake. Sasa mimi nataka kuwauliza hivi nyinyi wana kampuni ya Kenya Kwanza. Wakati mimi kama mwanabunge la Kisii na mwanasimio, wakati ninatetea gavana wangu na papa Raila Amolo Odinga, shida inatokea wapi? Kwa sababu wewe unatetea mwana kampuni wenu. Wewe ulisema Kenya Kwanza ni kampuni si serikali. Wakati unatetea mdozi wako wa kampuni yako, William, ni nani anakupinga? Tetea mdozi wako. Kwa sababu Kenya Kwanza ni kampuni vile Gashala ulisema. Serikali ni azimio na itarudi. Hivi karibuni tutarudi maandamano, tutaingia hapo. Jambo lingine, nyinyi kama serikali na president huu wetu wa kutoka ODM, William, mimi nataka nikwambie hivi. Wacha kudanganya wa Kenya eti unga imeanguka bei, unaanza kututangazia bei ya supermarket, offer sama supermarket. Umeanza kusema wewe ndio umelegeza bei. Kwani sisi ni wachinga, ugali tunanunua wapi? Si unga ndio tunatoka kwa supermarket ama hizo supermarket za Nairobi hapo. Nilisikia ukisema Naivas, sijui ni kwa vile Naivas ndio imepaki Kenya mzima ama hii Naivas ni siasa zako iko nayo. Sema vizuri hivi, bado unaendelea kung'ang'ana lakini hautafikia. Unga bado hata hii unasema 166 mimi sijawahi ona. Jambo lingine niliona hapa kwetu kwa hii polisi yetu hapa Kisii Central Police. Unakamatwa kwenda huko na eti kwa sababu tunaongea, ukifikishwa huko mdosi wa Central anakuambia ambia gavana Simba akucha kuwekea bondi ya 1,100. Sasa mimi nataka kuuliza, kwani tunasikianga ya kwamba serikali ni utumisi kwa wote? Huo ni utumisi kwa wote kweli?
Kuna bondi ya 1,100 mtu unaitishwa uwekewe kwa sababu ya kuongea. Kwani tunaongea kimakosa? Si hii kitu tunaongea iko kwa katiba. Kuna kitu tunaongea yenye hakuna? Si tunaongea mambo ile yenye iko kwa katiba. Jambo lingine, mimi nataka kuuliza First Lady wa Kenya Kwanza. First Lady wa Kenya Kwanza. Hata sijui jina lake, lakini anachijua. Mimi nataka nikuulize hivi maajuzi kwenda hapa nyuma tu kidogo hivi. Tumekuona mkiubili wewe na huyu Kisii. Sasa mimi nataka kujiuliza hivi. Najiuliza pia na Wakenya wengine wanajiuliza. Mimi na wewe nataka nikuulize hivi First Lady wa Kenya Kwanza. Huyu Kisii wakati alikuja hapo, sijui alikuja State House, sijui mahali mlikuwa mmeenda kuomba, alikuja kukuomba msamaha kwa watu wenye ameua, ndiposa mkatuma serikali huko ikaenda kuchimbua, ama mmechuaje? Na kuna wakati mlisema hizi kanisa ndogo ndogo sifungwe. Huyu kanisa lake lilikuwa wapi? Siku hizi linakula watu tena, wewe unaupili na yeye. Kama First Lady wa Kenya Kwanza, unaupili na yeye. Huyu mtu alikuja kukuomba msamaha ama alifanya nini? Hebu tuelezee. Nyinyi mlikuwa mnajua vile anaua hao watu? Na kati ya huyu mtu, huyu Kisii, kati yake yeye na hao wenye wanakufa, ni nani ana akili? Kwa sababu huyu mtu alichenga kanisa lake huko kwake. Wewe ndio unaamuka kutoka kwako unajipeleka huko, umekufa. Makosa ya huyu mtu ni gani? Makosa yake ni gani? Haya, na lingine, swala lingine mimi nataka niseme. Serikali ya Kenya Kwanza, tafadhali. Hawa watu mnaendelea kuachili, kampuni ya Kenya Kwanza mnaendelea kuachili wafanyikazi wengi na mishahara wanakula ni zaidi ya 1,500 kwenda juu. Na sisi hapa wananchi, former president Uhuru, na Mungu aendelee kukuongezea masiku bana, usonge miaka mingi. Alikuwa ameweka kasi kwa vijana, wasee walikuwa wanapata mishahara, wamama the same, hata hii bonus ya chai bado ilikuwa vizuri. Sasa wewe William, unasema ulikuwa unakanyaga chini ukielekea shule, wewe ni mtoto wa maskini, ulikuwa unachunga ng'ombe huko vichakani. Saa hii sasa umeingia hapo, sila siku 100 ulitoa, ulikuwa unamaanisha miaka 10. Ndiposo uweze kutusaidia maisha iluti chini ama namna gani? Ama bado pia wewe unajua ya kwamba wewe si kiongozi. Kama wewe ni kiongozi, unaongoja nini? Si ufanye yale mambo ulikuwa unafanya. Ile mambo ulikuwa unatuambia. Na mimi nataka utuambie hivi. Hii kitu tunaongea iko kwa katiba ama haiko kwa katiba? Sisi kama wanaazimio tunasimama na baba, hatuogopi, hatujakosa, hatuongei kitu yenye iko kwa katiba, na kila mtu lazima atetee mdosi wake. Osoro unaendelea kututafuta, wewe tutafute. Sisi tuko Kisii hapa. Hapa ndio tunafanyia kazi. Hatuko mbali. Na hii mambo ya mdosi wa Kisii Central kututishia maisha. Eti unataka utafutie kila mtu makosa yake. Wale ambao ni wandani wa governor. Ikiwemo mimi. Mimi ni Pogba. Wacha kushinda ukiuliza majina. Mimi ni Pogba na niko Kisii hapa, niko na wewe. Si yuko mbali. Uwezi nilazimisha niabudu William na kashala wake niache papa na Simba Arati. Huo ni uongo. Fanya kazi nzuri, kazi waabudu. Na sisi tutawatambua kama serikali ya Kenya Kwanza wakati Raila Amolo Odinga atawatambua. Akikuja kuwatambua ya kwamba nyinyi ni serikali, tutawatambua. Asante sana kwa majina, naitwa Bunge Geto kutoka hapa Kisii, ama the man who killed the dead lion. Huwa naongea kila siku. Namrudishia Mungu ni asante. Nilikuwa nimekamatwa hii weekend on Friday. Askari walikuja kama gari 2 kwangu, wakafunja mlango yangu, wakiniambia mimi nimeua mtu. Lakini sijaua mtu na mimi si muuaji. Ile maneno ambayo wananikamatia ni maneno ya siasa, kwa sababu tunaambia Ruto ukweli. Na sisi nataka kuambia OCS wa Kisii Town Central. Mimi si muuaji. Nimewekewa kesi ya nilifahamia mtu wa assault. Badala waseme ukweli, mimi naambia Ruto ukweli. Wanaanza kusema mimi niko hapa na kosoa serikali. OCS anaanza kuniambia Ruto alishinda nyinyi akiwa na akina Matiang'i, akiwa na serikali mzima, akapita katikati akawashinda. Hiyo siogopi, lakini under constitution 37 under constitution 37 kila Mkenya hako na uhuru ya kusema kila ambacho kinamuuma ndani yake.
Mimi nilipigia kura Raila Amolo Odinga. Natambua Raila Amolo Odinga kama president wangu. Wacha nikuje mara ya pili nimrudishie wale ambao walinisaidia wakakuja huko seri wakanitoa huko. Niwaambie ni asante sana na tutaendelea kuwatetea, kuwapigania kila siku. Nikuja maneno ya Makenzi. Huyu mhubiri mkubwa sana nabii ambaye anaambia watu wakae njaa ndio waone ufalme wa mbinguni. Mimi naona huruma sana Ruto akiongea kiwatachunguza hiyo maneno. 2017 Honorable President of the Republic of Kenya Raila Amolo Odinga aliongea juu ya makanisa. Sasa aliongea juu ya makanisa, Ruto alikuwa wa kwanza kumwambia na huyu mtu ni mganga, anataka kufunga kanisa fulani, anataka kufanyia kanisa vitina kwa sababu hamjui Mungu. Na sasa kama makanisa yote, kama kila kanisa iko na dini ya haki, fanya Ruto ulisema 2017 kwenye kampeni ukisunguka kila bali ukisema Raila ni mganga, kanisa anataka kufanyia kanisa vitina. Siwache makanisa sifanye kazi yao. Kila mtu afuate dini yake. Kama hata wakisema wanyongwe, si mtu ndiye anafuata dini. Makenzi, sisi tumeona Makenzi alikuwa na bibi yako Narok. Sasa ingine tukamwona huko Nairobi akiwa na bibi yako wakiomba. Sasa hivi mnaanza kutafutia Makenzi ako na amefanya mauaji. Mauaji akina nani? Ile wakati tulikuwa tunasema kuna makanisa ambazo dini saa asifanyi na maneno ya Mungu, si ulikataa? Mambo ya pili. Namrudishia Mungu asante kwa sababu Raila amekoa. Amesema maandamano itafanyika mwezi wa 5 tarehe 2 Jumanne. Kama nataka kuhakikishia kama bunge la mwananchi kutoka hapa Kisii, tutaorganize. Nataka waambie OCS wa Kisii town ako tayari kusema, alisema mimi ni machi ile inapita. Hata ikichotwa hivi kuna nyingine itaendelea kupita. Nataka hiyo tarehe 2 sisi tutafanya maandamano hapa Kisii. Tuko hapo tutaorganize hiyo maandamano mpaka ifanyike. Nataka governor Simba Arati, mheshimiwa Kerosi, chairman wa ODM, maandamano ifanyike Kisii kwa sababu sisi watu hapa Kisii sisi eti hatuko njaa. Tuko njaa. Nimeenda seli huko ndani, nimepelekwa mpaka court. Wale watu wako huko seli ni watoto wa maskini peke yake. Mtu ameiba kuku anafungwa miaka 15, lakini huko juu wale matajiri wakiua mtu kama Barasa alipiga mtu risasi. Sasa hii yako anaendelea kutukana Raila Amolo Odinga. Lakini ule mtu ambaye ameibia mtu shilingi 100 peke yake amefungwa jela na uchunguzi inaendelea. Lakini wale watu wameiba mali mingi, mali ya uizi. Wanaua watu kwa sababu wao ni watoto wa matajiri. Hakuna mtu wako kwa seli hata siku moja. Wale watoto vijana wa kesho ambao wataweza tengeneza hii nchi yetu. Ukitaka kujua ukweli, tembea kila seli, tembea kila prison. Uone venye hao watoto wa maskini wamewekwa huko ndani kwa sababu hawana mtu ambaye anawatetea. Kitu ya tatu. Ulisema unga ni 150. Sisi tumezunguka kila supermarket. Tumeona ile imeandikwa 150 ni offer. Imeandikwa offer. Offer inakuja hata 1 week ama 2 days. Sisi tunataka kusema ile jina offer imeandikwa kwa supermarket, unga ni 150 itolewe. Kama hiyo unga ni 150, tujue hii unga 150 itaendelea kuanguka kwenda chini. Raila ni vizuri ulisimamiza maneno ya kuongea na Ruto. Hata hakuna haja uongee na Ruto. Ruto ndiye anafaa kutafuta aongee na wewe. Sio wewe ambao unafaa utafute Ruto ndio uanze kuongea na yeye. Ulizinda kura. Sisi ile kitu nataka rais tu sava ifunguliwe. Sava ifunguliwe. Bei ya maisha isuke chini. Mafuta ya petroli isuke chini. Alafu hauwezi kuona tukiwa hapa tukikuambia ukweli. Ukifanya kazi mzuri sisi tutakuwa tunasema Ruto umefanya kazi mzuri. Sisi hatuogopi kukuambia ukweli. Na wale ambao wamekusunguka vibaranga zako ambao wanakuambia ufanye hivi kama kashiata, lazima watakoma. Nataka kurudishia ICC, ni asante sana kwa kukubali kesi ya Kome. Kome lazima atakoma, Raila alimwambia atakoma. Na wale uchunguzi ya tarehe 2 maandamano itakuwa next week. Nataka watu uwe wengi ndio kesi kama akuwe na kesi mingi ya kuchipu. Isikuwe ni hiyo kesi ya kidogo au watu 70. Tunataka tuwe sisi sote. Tunataka our justice. Tunataka ukweli yetu ifanyike. Tunataka kila mtu apate, kila mmoja wetu apate haki yake.
Tunataka kila mmoja wetu apate right yake. Watoto wazuri ambao wanasoma wapate help yao. Wale watoto ambao ni wa jamii maskini wapate usaidizi. Sio watoto matajiri ndio wanapata support kutoka kwa serikali, lakini ule mtu wako huko chini hakuna usaidizi ambao anapata hata kidogo. Naomba Ruto, umesema wewe umeokoka na mjua Mungu. Hii kitu ambayo inaniuma sana. Naomba utembee kila seli ambao watu wamefungwa. Uone kama kuna mtoto wa matajiri amefungwa hata mmoja. Nataka uzunguke kila bahali. OCS wa Kisii Central ako hapa town. Amekuja kwangu kunitafuta kama gaidi. Mimi kwa maisha yangu yote sijawahi ua mtu. Najaribu kutetea wale vijana wetu ambao tuna clone na wao. Nimeandikiwa hustle ambao sijafanya hustle yoyote. Badala waseme mimi naambia serikali ukweli. Hiyo naomba Raila, Honorable Raila Amolo Odinga. Uongee na Simba Rati hapa Kisii. Uongee na chairman wa ODM hapa Kisii Mheshimiwa Kerosi. Afuatilie hiyo maneno kwa sababu najua yeye ni wakili. Hatuwezi ogopa kukuambia Ruto kila siku. Tutakuwa tukikuambia. Na ile kitu nataka kukuambia ujue tu hivi. Wakenya wengi wanamtambua Raila Amolo Odinga kama President of the Republic of Kenya.